Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu, naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate wa Nevet Counseling Center iliyopo Dallas, Texas. Nevet Counseling Center ni kituo cha kutoa ushauri nasaha na pia tunatoa elimu ya afya ya akili kwa wasikilizaji wetu mahali popote pale walipo. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na somo letu kuhusu hasira na tutaangalia mbinu za kutuliza na kutawala hasira. Kwa nini ni muhimu kutuliza na kutawala hasira? Kwa sababu hasira ni sumu. Ni sumu kwako wewe ambaye umepata hasira, inakudhuru wewe, na pia ni sumu kwa watu wengine wanaokuzunguka. Kwa sababu ukiwa na hasira ni kwamba utaweza kuwadhuru watu wengine walio karibu yako. Hasira pia inaweza kukuletea kuharibu mahusiano na watu, kuharibu kazi yako, inaweza pia ikakuletea magonjwa, inaweza kukuletea dalili za kuzeeka mapema. Research zinaonyesha kama watu wanaokuwa na hasira pia wanaweza wakapata dalili za kuanza kuonekana wamezeeka mapema. Kwa hiyo ni vizuri sana kuepuka ili kuepuka hata kuonekana mzee kabla ya umri wako. Hasira inasababisha kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, ambao unaweza kujutia siku zote. Ina hatari ya kupeleka kwenye tabia za addiction. Ni dalili mojawapo ya magonjwa ya akili. Alafu pia hasira inakuhamasisha kufanya mambo mabaya sana kwa mtu aliyekukosea. Mfano kama mtu aliyekukosea, mara nyingi unawaza mawazo mabaya, labda ya kumdhuru, kumtesa, kumuumiza, kumdhalilisha, kumtangaza kwa watu, kumfanyia kila kitu kibaya kwa sababu amekukosea. Kwa hiyo ni vizuri sana kushughulikia hasira na kuzitawala ili hata tuwe wema kwa watu wanaotuzunguka, tusiwadhuru watu wanaotuzunguka. Sasa ni dalili gani zinaonyesha kama una hasira? Hizi dalili nitakazozitaja hapa ndio zinaonyesha kama mtu anasumbuliwa na hasira. Mfano kama una tabia ukasirika mara kwa mara, unakasirishwa na mambo madogo madogo mara kwa mara, inaonyesha kama una hasira. Kama unakosa uvumilivu sana, alafu kama una tabia kulaumu watu au kulalamika kila wakati, kutoridhika, wanaokuzunguka wana tabia ya kukuepuka na kukimbia kwa sababu wanakuogopa, maybe wanaogopa utakavyolipuka, utakavyoanza kuwafumbia, utakavyokasirika ovyo. Au kama una tabia ya kusema mambo au unafanya mambo alafu baadaye unajutia kwa sababu unaona kama ni mabaya. Inawezekana ni kwamba umefanya kwa hasira alafu baadaye unajuta, ukifikiria unaanza kujuta. Alafu kama una tabia ya kuharibu mahusiano nyumbani kwa sababu ya hasira, kazini au mahali popote pale walipo, au kama unapata hasira baada ya kunywa pombe. Kuna watu wanaokunywa pombe wanatulia na kuwa mpole tu labda tayari usingizi. Kama ukinywa pombe afu unaanza kupiga watu au unaanza kutukana watu au unafanya vurugu, ni kwamba ni mtu unasumbuliwa na hasira. Alafu kama labda umeambiwa na watu kwa inawezekana una shida ya hasira, au kama pia labda wewe mwenyewe umehisi kama inawezekana unasumbuliwa na hasira, inabidi uzingatie na uweze kushughulikia hizo hasira kwa sababu inawezekana kweli unasumbuliwa na hasira. Sasa inatakiwa ukumbuke mambo haya muhimu, kwamba hasira ni ishara kwamba mambo hayako sawa. Yaani ni kitu ambacho tumepewa automatically kwa ajili ya kutuonyesha kama mambo hayako sawa. Huaga mara nyingi haiji hivi, inakuja kwa sababu kuna mambo ambayo hayajafanyika sawa sawa. Hasira inaamsha mwitikio, ni kwamba inakutuma kutatua vitu kwa haraka. Kwa hiyo utataka kutatua haraka bila kuangalia hata jinsi gani unavyotatua. Ni kwamba mtu akikupiga utataka kupiga, kutukana utataka kutukana, akifanya kitu kibaya unataka kufanya hapo hapo. Kwa hiyo inakufanya ufanye vitu kwa haraka, lakini ambavyo baadaye utakuja kuvijutia. Inapunguza uwezo wa kufikiri. Kwa kawaida ukipata hasira ni kwamba ubongo wako wa mbele ambao ndio thinking part wa kufikiria, ni kwamba unakuwa hijacked, unatekwa na hisia. Unatekwa na hisia ambazo hisia ndio zitakuwa zinaongoza wakati huo, na ubongo umetulia wa mbele wa kufikiri umetulia, hisia zinakuongoza, zinakufanya ufanye vitu kwa haraka bila kufikiri. Na ukifanya bila kufikiri ni kwamba utafanya mambo ambayo utakuja kuyajutia siku zote. Na hasira mara nyingi inakuletea mawazo hasi, na inakufanya ufikirie mambo kwenye extremes. Ni kwamba ukiwa umekasirika huwazi kwa udogo, kwa labda mtu amekosea, labda alikuwa ni bahati mbaya, au ni kwamba utafikiria extreme kama mtu amefanya kitu kwa hiyo unamwona kama ni shetani, sio mtu wa kawaida, ni mtu mbaya sana, ni mtu hafai kabisa. Ndivyo tunavyo describe watu waliotukosea. Hasira ina tabia kufanya udehumanize mtu mwingine. Yaani umuone mtu kama ni binadamu wa kawaida, unamwona kama ni shetani, ni monster, ni mtu mbaya sana kupitiliza, hafai kabisa. Ndio maana labda utapenda hata kumdhuru kwa sababu humuoni tena kama ni binadamu wa kawaida. Kwa hiyo ndio maana natakiwa tujifunze ili tuweze kuwaona wenzetu kama ni watu wa kawaida. Ni kwamba ni mtu amekukosea lakini bado ni binadamu wa kawaida na bado mnahitaji kurekebisha mahusiano. Sasa hizi ndio mbinu za kutawala hasira. Jambo la kwanza, ukipata hasira tulia. Ni vigumu sana kutulia ukiwa umekasirika sana.
ni kwamba ukikasirika, yani kwamba kama nilivyofundisha kwenye video leo tangulia, ni kwamba ubongo wako unaamshwa na unakuwa tayari unakuwa kwenye hali, unaanza kupata hali ya kujikinga, yani unataka uko tayari kwa ajili ya kujikinga. Kwa hiyo lakini ni vizuri sana ukipata hasira, tulia, na kama uwezi kutulia, ondoka mbele watu waliokukosea ili usije ukawafanyia vitu vibaya, ukawatukana, ukafanya mambo mabaya ambayo utakuja kuyajutia vibaya sana. Ukiwa umetulia, umeondoka hiyo sehemu, nenda kwa pembeni. Una research zinaonyesha kama kuvuta pumzi, deep breathing, ni dawa sana ya kutuliza hasira. Kwa sababu ukiwa unavuta pumzi, kuna hiyo vuta pumzi ambayo tunaita 478 au 478, ni kwamba unavuta ukiwa unahesabu 1 2 3 4, alafu unashikilia pumzi ukiwa unahesabu 1 2 3 4 5 6 7, alafu unaitoa 1 2 3 4 5 6 7 8. Ukifanya hivyo 478 several times, mara kadhaa, ni kwamba unaweza kutulia kabisa na utatulia, yani hasira pia zitapungua. Yani kama ulikuwa tense, ulikuwa really uko juu umekasirishwa sana, kwamba utatulia, emotions zitatulia, alafu pia utarudisha ubongo wako kwenye hali ya kufikiri. Kwa hiyo tumia hiyo deep breathing 478 kusaidia kuweza ku calm down. Alafu pia baada ya hapo, fahamu mambo yaliyokukasirisha, kwa sababu hasira haiji vivyo unless kama ni mental illness. Fahamu mambo yaliyokukasirisha. Inawezekana labda watu wamekosea heshima, au labda wamekudharau, au labda hujapata mahitaji yako. Tambua triggers. Alafu pia jiulize ni kitu gani ambacho hakiko sawa, kimekosekana, kwa sababu hasira ni dalili kwamba kuna need, kuna hitaji limekosekana, kama labda hitaji la heshima au hitaji hata la haki zako, labda hujapewa, umenyimwa haki, unahitaji la kupewa haki. Ni hasira. Kumbuka neno kwamba hasira ni kwamba kuna hitaji, kuna need ambayo imetokea hajatimizwa, ndio maana mtu umekasirika. Kwa hiyo ni need, hasira hiji vivi, ni hitaji gani limekosekana. Kwa hiyo fahamu hilo hitaji na ndilo utakalofanyia kazi. Yani usikasirike bila kujua hitaji, kwa sababu kama nilivyofundisha nyuma kwamba hasira ni blanket emotion. Kuna kuwa na hitaji, afu hasira tu ni ile imefunika tu, nimekasirika, lakini inatakiwa ujue ni hitaji gani ambalo unalo, ambalo ndilo unatakiwa kuliaddress. Usikasirike bila kupata solution. Alafu kumbuka kuwa kulipuka, kususa, kujidhuru, kufumba, kuwa passive aggressive, kununa, kumnunia mtu aliyekukosea hakutatui matatizo. Ni kwamba utakuwa unafanya hivyo, lakini matatizo yako yataendelea kama kawaida, hakutatui matatizo. Hiyo ni coping mechanism ambayo sio nzuri sana, kwa sababu haikutatuli matatizo. Na pia ni dalili kwamba unakosa ujuzi na lugha ya kujielezea maumivu yako. Kama unatumia sana kususa, kujidhuru, kufumba, passive aggressive, kununa na vitu kukopo kwa njia mbaya, ni kwamba unaonekana kama hujui jinsi ya kujielezea, na huna ujuzi na huna language ya kujielezea, ndio maana unatumia matendo kuanza kujielezea. Lakini natakuwa tuwe tuna lugha ya kujielezea, ndio njia nzuri zaidi ya kujielezea. Sasa ukishatulia, tafuta suluhisho kwa njia ya amani. Zungumza na mtu aliyekukosea kwa njia ya amani, kwa lengo la kutatua tatizo, bila kumlaumu mtu wala kumnyoshea vidole. Ukienda kunyosha vidole ni kwamba unataka kumwamsha naye, kwa sababu mtu anayependa kunyoshea vidole naye ataamka. Kwa hiyo badala ya kutatua tatizo ni kwamba ni wote mtakuwa mko hai na mtaanza kupambana badala ya kutatua tatizo. Tumia I statements. I statements ni zile kauli ambazo unaanza kujielezea kwanza wewe jinsi ulivyoumizwa. I statement ni pale kama labda nimeumizwa na mtu kwa sababu amenikosea heshima, namwambia okay, najisikia, unaanza kwanza kujielezea wewe. Of course najisikia vibaya, nimejisikia vibaya sana ulipofanya 1 2 3, na nakuomba usirudie tena kufanya hicho kitu kwa sababu kinaniumiza. Ukianza kujielezea kwanza hisia zako, mara nyingi mtu atakusikiliza. Lakini ukienda unaanza kupoint finger kwa umefanya hivi ndio maana nimefanya hivi, no, ukianza kumlaumu kwanza naye atakupointia. Hamna mtu anapenda kupointiwa vidole. Ukimlaumu kwanza naye atakupointia. Lakini ukianza kujielezea kwa okay, nimejisikia kudhalilishwa sana ulipofanya 1 2 3, naomba uache. Mara nyingi mtu atasikia unless kama mtu ni mkorofi. So tumia I statement. Alafu jambo lingine la kukopa na hasira vizuri ni self care, ambayo naiongea mara kwa mara. Ni kwamba self care ni mambo yale madogo madogo ambayo tunatakiwa tuyazingatie. Mambo madogo mara nyingi ndio yanaharibu na yanasababisha mambo makubwa. Kwa hiyo jitahidi kula vizuri, kulala vizuri, kupumzika, kupunguza stress, jitahidi kufanya mazoezi na kusocialize. Kula vizuri kwa sababu chakula ni dawa. Mara nyingi mtu hata kama hajashiba au ana njaa atakuwa na hasira muda wote. Alafu pia chakula bora kinasaidia kubalance vitu mwilini. Kwa hiyo hata hizo vitu vingine kichwani pia vitakuwa balanced.
Jitahidi kulala vizuri. Mtu kama ulale vizuri unakuwa na hasira, unaamka na hasira, unakuwa moody siku hiyo. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata hasira mara kwa mara. Pumzika na pia punguza stress. Stress zina connection moja kwa moja na hasira. Kama una stress ni kwamba unakuwa na hasira. Kwa hiyo punguza hizo stress. Mazoezi yana tabia ya boost mood, unakuwa na mood nzuri. Jitahidi pia kusocialize na watu, unakuwa na furaha ukisocialize na watu. Kitu kingine ni kicheko. Jamani, tutumie comedy au vichekesho kwa ajili ya kutusaidia kupunguza hasira, kwa sababu kicheko hakiendani na hasira. Ukiwa umekasirika sana, kama umeondoka mbele ya mtu aliyekukasirisha, nenda kaangalia hata video za kuchekesha. Kuna wa comedian wachekeshaji wako for a reason, wanatufaa sana kwa kweli. Na ukiwa unacheka mara nyingi unapunguza hata ile tension, ile hasira inapungua kwa sababu unakuwa unacheka. Kama kawaida kicheko na hasira haviendi pamoja. So tumia vichekesho kwa ajili ya kupunguza mawazo hasi. Halafu kama hasira inakusumbua sana, jitahidi sana pia ukawaone wataalamu wa afya ya akili, kwa sababu inawezekana ni shida ya afya ya akili ambayo labda hujaitambua, kwa sababu kama nilivyoelezea kwenye video zangu nyingine kwamba hasira pia ni dalili mojawapo kubwa ya kuonyesha kwa kuna shida ya afya ya akili, kwa sababu magonjwa mengi kama depression, bipolar, personality disorders na mengine mengi, dalili mojawapo kubwa inayoonekana ni hasira, kushindwa kutawala hasira. Kwa hiyo nenda kaone wataalamu ili uweze kujua kama unahitaji matibabu au ni coping mechanism nyingine ili uweze kutatua hiyo tatizo. Kumbuka, tumia hasira kwa njia sahihi kutatua matatizo yako. Njia mbaya zitakuharibia. Wanasemaga hasira hasara. Ni kwamba usitumie njia mbaya. Tumia njia nzuri ambazo zitakusaidia kutatua matatizo na kukuweka katika hali nzuri. Epuka kutatua matatizo ukiwa na hasira. Hasira ikiwa imepanda ndio unataka kutatua matatizo. That will not work, kwa sababu ukiwa na hasira you don't think. Alafu tafuta suluhisho kwa njia za amani. Ni kwamba yani usiende kuwasha moto juu ya moto. Jitahidi kuwa ni mtu anayetuliza moto. Alafu jifunze namna ya kujieleza vizuri kwa lengo la kutatua matatizo. Be assertive ndio neno zuri. Kuwa assertive ni kuweza kuwa na confidence ya kujieleza kwa namna ambayo unaenda kumueleza atakusikiliza na atafanya kitu unachofanya. Kwa hiyo jitahidi kuwa assertive, unamueleza kama hiyo I statement ni very good way of being assertive. Ni njia nzuri ya kuonyesha assertiveness. Kwamba unamwambia kwa okay, nimejisikia vibaya kwa sababu ya 1 2 3 na ninakuomba hicho kitu kisifanyike tena. Mtu atakusikiliza. Alafu hasira inaleta upumbavu na ujinga. Kumbuka ni kwamba ukiwa na hasira you don't think, kwa hiyo unakuwa ni mjinga. Alafu kumbuka kwamba wewe ni kazi inayoendelea. Kwa hiyo kumbuka, endelea kujifunza mbinu mbalimbali za kutuliza hasira. Waone wataalamu wa afya ya akili, practice hizo mbinu ambazo nimefundisha na nyingine ambazo unaweza kujifundisha sehemu nyingine yoyote, na jitahidi kutuliza hizo hasira, kwa sababu hasira ni hasara zinaweza kuletea matatizo makubwa ya mahusiano, ukakosa kazi, matatizo ya afya na nyingine ambayo tumejifunza leo kwamba hasira inakuletea pia dalili za kuanza kuonekana mzee mapema. Kwa hiyo tuepukane sana na hasira ili tuwe na afya kimwili na kiakili. Kama umependa hii content usiache kusubscribe, kulike na pia kushare video zetu na watu wengine. Asante sana.